Habari za leo, enyi wa Tanzania wenzangu, wanasiasa na wasio wanasiasa, watumishi wa Mungu, kwa dini zote. Niombe kusema hivi kwamba tuendelee kuliombea taifa letu la Tanzania ili siasa zinazoendelea ziwe siasa rafiki. Siasa za kushindana kwa hoja. Zisiwe siasa za kushindana kwa mapanga, mawe, mabomu ya machozi, na kadhalika na kadhalika. Nasema haya kwa sababu sisi watumishi wa Mungu ni muda mrefu tumeonyeshwa mambo, tumeona kabla ya hayo unayoyaona hayajitokeza. Sisi tulishaona mbele, na tukasema bahati mbaya kwamba ni wachache wanaoamini yanayosemwa na watumishi wa Mungu, wakitoa tahadhari kwa mapenzi mema ya taifa lao. Lakini asilimia kubwa ya Watanzania wanakuwa watu wa kudharau jumbe, taarifa za kiroho. Lakini pamoja na kwamba wanadharau, ni wazi kwamba yanayosemwa yanadhihirika, yanajitokeza. Sasa hata kama kuna wanaodharau na kubeza taarifa za watumishi wa Mungu, basi mwisho wa siku yanajionyesha, yanajidhihirisha. Lakini pia wako ambao wanadhani kwamba Mungu kuonyesha jambo juu ya taifa na ukalisema, wanadhani kwamba ni kusababisha taharuki. Kwa hiyo wanashauri kwamba basi pale ambapo utakuwa umeonyeshwa, mtumishi wa Mungu amekuonyesha jambo, uombe, ufanye maombi hilo jambo lisitokee. Najua wanasema hivyo kwa level zao za kiroho, kwa maana ya kwamba zinafikia pale, lakini sivyo ilivyo kwa anayekuwa amepewa taarifa, anayekuwa ameonyeshwa, na sivyo ilivyo kiroho. Unajua siku zote Mungu anapokuambia muombee fulani, ombea taifa fulani, ombea jambo fulani, Mungu anakupa maagizo hayo, lakini pia anakupa maagizo pia ya kumwambia, ili wakati unaendelea kumwambia, naye huyu mtu ambaye anaendelea kuombewa, kwanza afahamu, atambue kwamba liko jambo ambalo Mungu amenionya.
Pili, atambue kwamba pamoja na kwamba Mungu amemwonya kwa jambo fulani, lakini pia atambue kwamba hilo jambo halitatokea kwa sababu, au litatokea kwa sababu yuko mtu aliyeagizwa kulibeba, kuliombea, kulizuia kama litatokea. Na Mungu anaweka mazingira hayo ili kumfanya huyu mtu muhusika wa jambo hilo mwisho wa siku amwamini Mungu. Amwamini Mungu. Ni sawa na mtu amepewa ujumbe wa kitaifa. Mungu anapompa ujumbe wa kitaifa, analenga kwamba aliombee taifa lisiingie katika jambo fulani ambalo Mungu amelifunua, lakini pia Mungu anakusisitiza, anamsisitiza mtu kusema jambo hilo, kusema ujumbe huo, ili wakati taifa linaombewa, lakini lijue, lifahamu kwamba Mungu ameona jambo hili, amelifunua jambo hili, na kwa maana hiyo laweza lisitokee, au likitokea litatokea kwa viwango vidogo, kwa sababu kuna watu wanaonyeshwa, kuna watu Mungu anaongea nao na anawaambia kuomba. Anawaambia kuomba. Na ndio maana hata serikali, niipongeze serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaamini katika maombi. Mara nyingi viongozi wa serikali wamekuwa wakisema kwamba jamani, viongozi wa dini waendelee kuomba kwa ajili ya taifa. Wamekuwa wakisema hivyo viongozi wa serikali. Waendelee kuomba kwa ajili ya taifa. Unaona? Sasa kama wanatambua hivyo, maana yake wanawasihi viongozi wa dini kuendelea kuomba, kwa sababu viongozi wa dini wamesema, wameonya, wametoa taarifa ya kila ambacho Mungu anasema. Kwa kama mtu anaweza kusema kwamba ukionyeshwa usiseme, uombe tu Mungu apitishie mbali, ndakuwa amesema hivi kidogo kwa kusahau. Kusema ni agizo la Bwana. Unakumbuka hata habari za Mfalme Hezekia alipokuwa ameugua, mtawala yule alikuwa kiongozi. Alipokuwa ameugua, basi Mungu akamwadhibu. Na maanisha kule ugonjwa wake ulikuwa ni aina fulani ya ghadhabu ya Mungu, kutokana na mambo ambayo bila shaka yalikwenda ndivyo sivyo ya mfalme katika kazi yake. Sasa Mungu kabla hajachukua hatua zaidi, alimtuma nabii Isaya. Kumwambia, nenda kumwambia Hezekia, mwambie atengeneze mambo ya nyumba yake, otherwise atakufa wala hatapona. Naona? Kwa hiyo Isaya baada ya kupata ule ujumbe asingeweza kukaa nao na kudai anamwombea Hezekia. Hapana. Haikai hivyo. Alipaswa wa ujumbe aupeleke kwa Hezekia na amwambie, lakini wakati ameshamwambia na kumwombea pia. Sasa kule kuambiwa yule mfalme Hezekia kulimfanya Hezekia kuwa alert, kushutuka, kutubu, kuomba toba, kutengeneza na kurekebisha. Asingeambiwa Hezekia asingechukua hatua ya matengenezo. Kwa ndio kusudi la Mungu kuonyesha jambo kwa watumishi wa Mungu, au mambo kwa watumishi wa Mungu, na akawasihi na akawaagiza waseme. Kwa hiyo kusema sio kusababisha taharuki, ila kusema ni nia ya mhusika kufahamu kilichosemwa na Bwana
ili aweze kutengeneza. Anyway, sasa basi nilichokuwa nazungumza ni hicho, kwamba watumishi wa Mungu na Watanzania tuende kuombea taifa letu la Tanzania, kwa sababu ya haya tunayoyaona. Siasa za Tanzania zisiwe siasa za vita, zisiwe siasa za vita. Tumsihi Mungu atusaidie Watanzania. Kwa mfano unaweza kuangalia kwamba mikutano inaendelea ya vyama vya siasa hii, mara Singida, mara wapi huko, vijana wanavamia mikutano ya siasa, wanapigana wakiwa na silaha za visu, mawe. Sasa kama dalili zinaanza hivi, kama dalili zinaanza hivi, maana yake inatia mashaka kwamba siasa zetu za Watanzania sio siasa rafiki. Ni siasa ambazo ni kama vita tu. Nyakati za siasa ni kama nyakati za vita tu, vita na hatari. Na tuendelee kuombea taifa la Tanzania sana, ili Mungu atupe roho ya umoja, roho ya undugu. Hata kama mnatofautiana vyama vyenu hivyo, mnatofautiana siasa zenu hizo, mnatofautiana itikadi zenu hizo na misimamo yenu hizo katika siasa zenu, lakini mjue kwamba ninyi ni ndugu wa Tanzania. Mama yenu ni mmoja, Tanzania. Sifikie viwango hivyo vya kufikia hatua basi Ibilisi akawavaa, mkaonana kama vile ni mashetani, mkaonana kama vile yeah. Haya ndio tunayopaswa kuyaombea Watanzania, ili Mungu aibariki nchi yetu ya Tanzania, tuvuke salama, na asiwepo yeyote mwenye kusababisha uvunjifu wa amani kwa makusudi. Nyuma hapo niwahi kusema kwamba kabla Watanzania mjafikiria hivyo, kumbukeni mataifa jirani waliotuzunguka waliwahi kuchezea amani. Baadhi ya mataifa jirani ya Tanzania waliwahi kuchezea amani sana, kama inayotokea haya, watu wanavamia mkutano,